bilionea alijifanya muuza maji. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Amani aliyekuwa akiishi maisha ya kawaida sana katika jiji kubwa lililojaa watu wa kila aina. Licha ya kuwa kijana mwenye sura ya kuvutia na akili nyingi, aliamua kujificha chini ya kivuli cha unyenyekevu. Hakutaka kupendwa kwa sababu ya mali wala kwa sababu ya muonekano wake. Alitaka kupendwa kwa sababu ya moyo wake. Ndiyo maana siku moja alifanya uamuzi wa ajabu. Alivaa nguo za kawaida zilizochakaa kidogo, akachukua ndoo ya maji safi ya kunywa na kuanza kuuza maji barabarani kama muuza maji wa kawaida. Watu wengi hawakujua kuwa Amani alikuwa anatoka katika familia yenye uwezo mkubwa sana, lakini aliamua kuishi maisha hayo ili apate mtu atakayempenda kwa dhati. Kila siku alikuwa akisimama pembeni ya barabara kuu akiuza maji kwa wapita njia. Wapo waliokuwa wakimnunulia kwa huruma, wengine kwa kiu, lakini wengi walimdharau. Miongoni mwa waliokuwa wakimdharau zaidi, kulikuwa na familia moja ya matajiri iliyokuwa ikiishi katika jumba kubwa karibu na eneo hilo. Binti wa familia hiyo aitwaye Latifa pamoja na rafiki zake walikuwa wakimcheka kila mara. Angalia huyu muuza maji, anaota nini maisha haya? Labda anafikiria atakuwa tajiri siku moja. Walicheka kwa dharau. Siku moja walimuita karibu kana kwamba wanataka kununua maji. Amani akafika kwa unyenyekevu akawapa maji. Lakini badala ya kumlipa, walimrushia maji yale yale pamoja na uchafu. Wakacheka kwa sauti kubwa. Moyo wa Amani uliumia sana, lakini hakujibu. Alinyamaza kimya, akachukua ndoo yake, akaendelea na kazi yake. Usiku ule, akiwa amechoka na mwenye huzuni, alikaa pembeni ya barabara ile ile, macho yake yakiwa yamejaa mawazo. Ndipo tukio la ajabu likatokea. Gari moja kubwa la kifahari lilipita kwa kasi, kisha likapunguza mwendo ghafla. Dirisha likashuka pole pole, na ndani yake alionekana mwanamke mwenye hadhi na utulivu wa kipekee. Alikuwa na umri wa takriban miaka 30, sura yake ikiwa imejaa hekima na upole. Alimuita Amani kwa sauti ya upole. "Wewe kijana, njoo hapa." Amani alisogea kwa heshima. Mwanamke huyu alimwangalia kwa makini, kisha akasema, "Nipe maji." Amani alimpa maji kwa mikono iliyokuwa na uchovu lakini yenye heshima. Mwanamke huyu akanywa, kisha akatabasamu kidogo. "Unauza maji kila siku hapa?" aliuliza. "Ndiyo," Amani alijibu kwa sauti ya chini. Bila kusema mengi, alimpa pesa nyingi zaidi ya thamani ya maji yale. Amani alishangaa, lakini akamshukuru kwa unyenyekevu. Kuanzia siku hiyo, mwanamke huyo alianza kupita pale mara kwa mara. Kila walipokutana, waliongea kidogo kidogo. Pole pole, mazungumzo yao yakaanza kuwa marefu zaidi. Mwanamke huyo aliyeitwa Naila alikuwa tofauti kabisa na watu wengine. Hakumcheka Amani, hakumdharau, alimheshimu. Kadri siku zilivyopita, ukaribu wao ukaongezeka. Walicheka pamoja, walishirikiana mawazo na hatimaye moyo ukaanza kuvutiwa. Naila hakujua ukweli kuhusu Amani. Kwake alikuwa ni muuza maji tu, lakini mwenye moyo safi sana. Amani naye alijikuta akimpenda Naila kwa dhati. Alimfanyia kila kitu alichoweza. Alimsaidia alipohitaji, alimjali, na kila alipokuwa na huzuni, Amani alikuwa mtu wa kwanza kumfariji. Siku moja, Naila alimwambia, "Amani, sijui kwa nini, lakini nikiwa na wewe nahisi amani ya kweli. Sijawahi kuhisi hivi kabla." Maneno hayo yalimgusa sana Amani, lakini moyoni mwake kulikuwa na siri nzito, siri ambayo hakujua ni lini angeweza kuifichua. Wakati huo huo, wale mabinti matajiri waliokuwa wakimdharau waliendelea na maisha yao ya majivuno bila kujua kuwa yule kijana waliyekuwa wakimcheka alikuwa na thamani kubwa kuliko walivyoweza kufikiria. Siku moja, Amani hakufika tena pale barabarani. Naila alipita kama kawaida, lakini hakumkuta. Siku moja ikapita, siku ya pili, hadi wiki nzima.
Kila alipofika pale, macho yake yalizunguka kila upande, yakitafuta sura ile aliyokuwa ameizoea, lakini hapakuwa na dalili yoyote ya Amani. Moyo wake ukaanza kuwa mzito. Amani yuko wapi? Aliwaza kwa huzuni, macho yake yakijaa machozi. Aliwahi hata kusimama pale kwa muda mrefu zaidi, kana kwamba akitumaini labda angeonekana ghafla, lakini haikutokea. Usiku alikosa usingizi. Kila alipofunga macho, alimuona Amani akimpa maji, akitabasamu kwa upole, akimwambia maneno ya kumfariji. Aligundua kitu ambacho hakuwahi kutarajia. Alikuwa tayari amempenda Naila. Siku zilivyopita, maumivu yake yalizidi kuongezeka. Hakuwa na namba yake wala hakujua anaishi wapi. Kitu pekee alichokuwa nacho ni kumbukumbu zao. Ndipo siku moja, Naila alipata mwaliko wa kuhudhuria tukio kubwa la kifahari lililokuwa linafanyika katika hoteli ya hadhi ya juu jijini. Ilikuwa ni hafla ya watu mashuhuri, wafanyabiashara wakubwa, viongozi na matajiri wa jiji. Kwa moyo mzito, aliamua kwenda. Alivaa gauni la kuvutia, lakini ndani ya moyo, Naila alipata mwaliko wa kuhudhuria tukio kubwa la kifahari lililokuwa linafanyika katika hoteli ya hadhi ya juu jijini. Ilikuwa ni hafla ya watu mashuhuri, wafanyabiashara wakubwa, viongozi na matajiri wa jiji. Kwa moyo mzito, aliamua kwenda. Alivaa gauni la kuvutia, lakini ndani ya moyo wake hakukuwa na furaha. Mawazo yake yote yalikuwa kwa Amani. Alipofika ukumbini, taa zilikuwa zinang'aa kwa uzuri wa kipekee, mziki wa taratibu ukipigwa, watu wakiwa wamevalia mavazi ya gharama kubwa. Kila kona ilionyesha utajiri na hadhi. Lakini macho ya Naila hayakuvutiwa na hayo yote. Alikuwa anatafuta kitu kimoja tu, amani. Ghafla, shughuli ikasimama kidogo. Watu wote wakaanza kuelekeza macho yao upande mmoja wa jukwaa. Mtangazaji akasema kwa sauti kubwa, "Waheshimiwa wageni, tafadhali mpokee mmoja wa vijana wafanyabiashara wakubwa na wenye mafanikio makubwa katika jiji letu, Bwana Amani." Naila alishtuka. Amani? Alijisemea kwa mshangao. Moyo wake ukaanza kupiga kwa nguvu. Ndipo akamuona Amani alitokea jukwaani, lakini hakuwa yule muuza maji aliyemzoea. Alikuwa amevaa suti ya kifahari, akitembea kwa kujiamini, akionyesha hadhi na heshima kubwa. Watu walikuwa wakimpigia makofi kwa heshima. Naila alisimama kama aliyegandishwa. Macho yake hayakuamini alichokuwa anakiona. Yule ndiye Amani? Alijiuliza kwa mshangao mkubwa. Kila kitu kilianza kuingia akilini mwake: unyenyekevu wake, maneno yake ya hekima, tabia yake ya kipekee. Haikuwa kawaida. Amani alianza kuzungumza. Kwa muda mrefu nimeishi maisha ya kawaida kwa makusudi. Nilijificha ili niweze kujua nani angenipenda kwa sababu ya moyo wangu, si mali yangu. Ukumbi ukawa kimya kabisa. Amani akaendelea, kwamba utaniona tofauti. Naila akatikisa kichwa. Lakini sikukupenda kwa sababu ya pesa. Nilikupenda kwa sababu ya wewe. Maneno hayo yalimgusa sana Amani. Ndipo mbele ya watu wote, Amani akapiga goti moja chini. Ukumbi mzima ukashangaa. Akamtoa pete ya thamani kubwa, akaiinua kwa mikono inayotetemeka kidogo. Naila, je, utakubali kuwa mke wangu? Ukumbi ukawa kimya kabisa. Macho yote yakawa kwa Naila. Kwa macho yenye machozi ya furaha, Naila akatabasamu. Ndiyo Amani, nakubali. Ukumbi mzima ukalipuka kwa makofi na shangwe. Siku chache baadaye, ndoa yao ilifanyika kwa kifahari kikubwa ambacho jiji halikuwahi kuona. Mapambo yalikuwa ya kuvutia, maua
yakipangwa kwa ustadi wa hali ya juu, wageni kutoka kila sehemu wakihudhuria. Wale mabinti waliowahi kumdharau Amani walikuwepo pia. Walimwangalia kwa aibu na mshangao. Sasa walijua ukweli. Yule waliyemcheka alikuwa zaidi ya walivyodhani, na yule waliyemdharau alikuwa ameolewa na mwanamke mwenye moyo wa dhahabu. Amani na Naila walisimama mbele ya madhabahu, wakishikana mikono, wakitazamana kwa upendo wa dhati.